unatawala mamlaka na enzi yote. Umetukuka, umetukuka, ewe Mungu, umetukuka. Takuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Ewe Mungu, iwe Baba nakuinua, umetukuka Baba wangu, umetukuka Mfalme mkuu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu, iwe Baba umetukuka Bwana Yesu, juu ya watawala, juu ya enzi na mamlaka yote. Umetukuka Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu mkuu, iwe Baba Open your mouth, tell him, Lord, I exalt you. Bwana nakuinua. Oh, tunakuinua mwamba wetu. Tunakuinua jabali letu. Umetukuka sana. Jina lako ni kuu mno. Umetukuka Bwana Yesu. Bia katika maisha yangu umetukuka. Katika mapito yangu yote umetukuka. Katika njia zangu zote umetukuka. Umetukuka Bwana, umetukuka, unatawala mwamba wangu. Umetukuka sana. Tunakuheshimu Bwana, twakuadhimisha mwamba wetu. Himidiwe mwamba wetu, himidiwe mtakatifu, himidiwe, himidiwe, himidiwe Bwana Yesu, himidiwe mfalme wangu. Juu ya wafalme unatawala, juu ya wakuni wewe Bwana, juu ya miungu umetukuka Bwana. You're exalted Lord, you're exalted Jesus, you're exalted Lord, you're exalted of every need, of every situation, of every disease, of infirmity. You're exalted the King of Kings, you're exalted the Lord of Lords, and mighty God. You're exalted Lord. We worship you Lord. Oh hallelujah. You're worthy Lord to receive the glory. Thank you Lord. We worship you. Asante Jehova. Asante. Wastahili Bwana, wastahili Bwana. Ulikufa msalabani, niokolewe. Wastahili Bwana, wastahili.
wastahili Bwana, wastahili, wastahili Bwana. Ulibeba mizigo yangu, ulibeba mizigo ya, sasa ni huru, sasa ni huru, wastahili Bwana. Put your hands together for the King of Kings and the Lord of Lords. Patia sadaka sifa, mwambie Bwana pokea sifa. Wastahili Bwana Yesu, wastahili Bwana, wastahili, 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 wastahili. Haya, makofi mazuri kwa Mwokozi Yesu. Umetenda mema Bwana Yesu, na ndio maana sisi twakutukuza. Bwana Yesu, ndio maana sisi leo umetenda mema Bwana Yesu, ndio maana sisi twakushukuru. Bwana Yesu, ndio maana sisi twakushukuru. Unatenda mema Bwana Yesu, ndio maana sisi twakushukuru. Bwana Yesu, ndio maana sisi twakushukuru. Ndio maana Bwana twakushukuru. Twakushukuru, ndio maana Bwana twakushukuru. Twakushukuru Bwana, ndio maana Bwana Yesu twakushukuru. Masia, ndio maana twakuinua, twakuinua, ndio maana tunakuinua, twakuinua Bwana, ndio maana tunakusifu, twakusifu Masia wewe, ndio maana twakusifu wewe, twakusifu Bwana, ndio maana twakuinua, twakuinua Masia Bwana. Mikono kwa Yesu, mwambie wewe ni Bwana. Tukuzwe, 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 tukuzwe. Mikono kwa Yesu. Usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, usifiwe, usifiwe Yesu, usifiwe, usifiwe Bwana, himidiwe, usifiwe Yesu, usifiwe, usifiwe Bwana, usifiwe Baba, usifiwe Yesu, usifiwe
utukuzwe, utukuzwe Yesu, utukuzwe Baba, utukuzwe Bwana, milele milele yote utukuzwe Yesu, utukuzwe utukuzwe Bwana, utukuzwe utukuzwe Yesu, utukuzwe utukuzwe Bwana. haleluya 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 Haleluya, haleluya haleluya, haleluya haleluya, haleluya haleluya, haleluya haleluya haleluya, haleluya, Pigieni Bwana vigelegele vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele vigelegele kwa furaha. Vigelegele vigelegele hallelujah. Thank you, Father. We glorify you. We worship you this wonderful afternoon. Tunakuabudu na tunasema asante. Mungu muumba wa mbingu na dunia. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe tu ndio Mungu. Na ndio tunakuabudu. Tumekuja hapa sio kwa sababu ya kile ambacho tunataka kutoka kwako. Ni kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja sema amina. Asante, umeweza kuketi. Nichukue muda wako dakika kama 50 hivi. Kisha tumalize mtu aende zake, si ndio? Thank you for coming. Thank you. Kokera kaleti no. Nikiwa kidora we serious yogo. Kana wenda kuona kana ni ule wanaga YouTube. Yatuka serious muno kinya. No cio, no urona. Ni brother yake. Ucio akoro my brother ya monini. Nini? Thank you. God bless you. Today I want us to look at tuangalie how to seek God's kingdom. Watu wote wakae hapa katikati. Everybody hapa katikati. Watu wote nimesema hapa katikati. Tutumie roho moja. Ndio wengine pia wakikuja waendelee hivyo hivyo. Jinsi ya kutafuta ufalme wa mbinguni ndio tunataka kuanza kuzungumzia, kwa sababu kuna tatizo kubwa kati ya Wakristo kwa kutokuelewa na kutokujua. Bwana Yesu asifiwe sana. So nataka tuangazie kitu ambacho ni nadra sana watu kukizungumzia. Maana wengi wetu hatuzungumzii masuala kama haya. Tunayazungumzia masuala ambayo ni ya miujiza. Lakini hatuelewi muujiza huu unafaa kutoka wapi. Muujiza huu ndio uje. What are you supposed to have? Sababu muujiza unaletwa na mtu ama muujiza ni component ya ufalme. Leo nataka tuangalie kabisa when ama how to seek God's kingdom. Jinsi ya kutafuta ufalme wa mbinguni. Maana the Bible inasema tutafute ufalme wa mbinguni na vingine vyote vitaongezeka. Vitakuja tu ukitafuta ufalme. Kutafuta ufalme ni kusema nini? Ni kutafuta Mungu na ufalme na serikali ya Mungu. Maana we are here under the government, the heavenly government. Uthamaki wa iguru. Nikireda weka. Kohoria. What do you want to do?
You want to record? Why can't you just record? Put a recorder, then you record. Yeah? And also we are recording. So you go home, you still find it in your YouTube. Huh? Sorry? You are recording, but we are also recording. It is, you will find it in your YouTube page. In our page, Bethel Clouds TV. Will be there, so you go slowly, watch over it, listen again and again and again. So concentrate here first, because I want to speak to you. Hello? Because if you concentrate on the phone, you might not get it. But when you concentrate with me, you'll get something. And when you go to home, just go rewind it again and connect. Sindi mzuri. Sindio, we have that connection. So what I'm trying to say here is about understanding how does God operate. How the systems of heaven operate. And how do you operate as a man? Because we are all children of a God who is our king. And if God is our king, king has a kingdom, has a territory. And the territory, it's you and me. When I say, because we are the components of the kingdom. I hope mnasikia kizungu nyinyi yote vizuri. You understand it well? Yeah? Nita mix pia na Kiswahili. But I want to get this message clear to you so that we can be able to know how do we do? What are we doing? How are we headed? Because the challenges we have is because of misunderstanding God. Because if we understood God from the concept of being the king, Mudamaki wa Adamaki, the king of kings, mfalme wa falme, then you will be able to understand the concept of the kingdom where this king is. Because when we have a king, king is a man. We have the kingdom is the authority. Then an authority where the king is, there is a territory. And a territory that the king is ruling over, it has people that are being led by the king, or they are components of the kingdom. So you, me and you, we are components of this kingdom. Therefore, we are subject to the authorities of heaven. We are subject to the kingdom of God. We are part and a parcel of the kingdom that is in heaven. And that is what Jesus was, when he was teaching, he told the disciples that he has been sent by his Father, who is the King. So Jesus came to serve in a kingdom that was existing, a kingdom of his Father. And then when you become born again, you become part of the kingdom because you become a child of the kingdom. Meaning when you become a child of the kingdom, you become beneficiary of the kingdom. So whatever you want, you find it in the kingdom because you are member of the government of the kingdom of heaven. So whatever that happens in you, it happens to you because you belong to it. So you will never be able to stand and say that I don't have these because I am lacking. Because if you are a child of the kingdom, a member of the kingdom, so you are a partner and you are a partaker of the benefits of the kingdom. Meaning, whenever you go, whatever you do, the kingdom will serve you. When you speak about the government of Kenya, when you find a rough road, we complain about Ruto. When you find schools are not operating, we complain about Ruto. When you find something's not happening in a country, we complain about the president. And we say, serikali hii haitusaidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Kuna fedha wewe ulitoa inaitwa ushuru ambayo inafaa kurekebisha matatizo ambayo unayaona. Kwa hivyo barabara ikiwa haipo sawa, stima hamna, maji hamna,
ni kumaanisha there is a problem in the kingdom. Ndani ya serikali kuna shida. Mkikosa maji Nairobi, tunaenda kwa Sakaja, maana the Sakaja ndio president wa Nairobi. Kwa hivyo unapokosa amenities za Nairobi, unasema Sakaja anakula pesa yetu, Sakaja hafanyi, Sakaja haendelezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mambo yanapoenda vizuri, tunasema huyo mtu anahitaji tumuongezee muda, maana amefanikisha maendeleo. Hivyo unavyoona Nairobi na governor wa Nairobi, ndivyo binguni kuko. Binguni tuko na Mungu ambaye ndiye mfalme wetu, na huyu mfalme wetu ndiye anayetupatia amani ambayo tunaitafuta, kwa sababu sisi ni watoto katika ufalme ule. Tukiwa watoto katika ufalme ule, basi tuna benefits zote za kifalme. Kumaanisha haufai kukosa, haufai kugonjeka, haufai kuteseka, haufai kuwa maskini, haufai kuwa na jambo ambalo linatatizika, ambalo ufalme wa mbinguni hauna ushawishi katika kurekebisha. So tunapojikuta kwenye mazingira ambayo ni maovu, mazingira ambayo hatuyaelewi, ni kumaanisha ufalme wa mbinguni hauko pamoja na sisi. Na ndio kwa maana Yesu alipokuja, Bwana alimtuma kwa ajili ya fanya nini? Aturegeshe kwenye ufalme. Adamu na Eve walipotengenezwa wakaumbika, waliwekwa kwenye shamba la Edeni. Na walipokuwekwa kwenye shamba la Edeni, Mungu aliwapatia mamlaka ya kiumbe chochote kiishio kwenye maji, kiumbe chochote ambacho kinaishi kwenye ardhi kavu, na kiumbe chochote ambacho kinaishi kwenye anga. Miche yote pia wakapatiwa, na wakapatiwa umiliki wa kila kitu. Lakini kwa sababu ya matendo yao wakaondolewa kwenye ule umiliki, maana shetani aliwashawishi wakala lile tunda, kisha wakaondolewa. Baadaye miaka mingi, kwa sababu plani ya Mungu ilikuwa binadamu aishi kwenye mazingara ambayo yeye Mungu alifurahishwa naye, alimregesha binadamu kwa kumleta Yesu, akafa msalabani. Kwa yeyote yule atakayemwamini na atakayemfuata, basi atarudi kwenye ufalme na ataenjoy matunda ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. So whosoever believes in Jesus Christ is entitled to the benefits of the kingdom, because Jesus came as a second Adam, kurudisha urithi wa binadamu katika mamlaka ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So ufalme huu ambao Yesu alituletea, wakati wanafunzi walimuuliza tutakuwa tukiomba namna gani, akamwambia Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Alikuwa anawaambia the blueprint, jinsi ya kutafuta Mungu na jinsi ya kuconnect. Maana chochote ambacho tunakifanya dunia hii kiko ndani ya mamlaka ya Mungu. Maisha ambayo tunayaishi, watoto, familia, mashamba, ng'ombe, miche, urithi, jambo lolote ambalo unalifanya liko kwenye mamlaka ya kiungu ama Mungu. Maana mbingu na dunia ziliumbwa na zilitengenezwa na Mungu. Sijui kama tumeelewa. Nilitaka kusisitiza hapo ndio uelewe jinsi ya kumtafuta Mungu, jinsi ya kutafuta ufalme. Na that is what the Bible says, seek ye the kingdom and others, seek ye the kingdom and others. You are wrong. Seek ye the kingdom and its righteousness. Bwana Yesu asifiwe sana. So you can seek the kingdom but without righteousness, meaning you will not be entitled to the benefits of the kingdom, because there is a component which is very deliberate. Seek ye the kingdom and its righteousness. So it is not only the kingdom but also the structures of the kingdom, and also the character of the kingdom, and also the discipline of the kingdom, and also the manifesto of the kingdom.
So you may seek the kingdom, you may seek to become the president of the nation of Kenya, but fail to implement why you asked for the presidency. Because seeking the presidency is one thing, and implementing the presidency is another thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Ruto alizunguka huko na wheelbarrow na Biblia, na akaingia kwa kila kanisa na akalia machozi. Na kwa maana Wakristo wanapenda mtu mwenye analia, na mtu mwenye anashika Biblia, na mtu mwenye akiingia kwa pulpit hivi anajishika hivi, analia nasunguka karibu aguke. Watu wakasema huyu ndio mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya Biblia, unaona, baada ya kuchaguliwa, Biblia ikawekwa kando na Bwana Yesu akaondoka. Mwadhani ya gocho. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi mnaisikiaga? Hamuisikii. Kumaanisha huyu alitafuta ufalme, lakini hakutafuta characters za ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unaweza pata ufalme, unaweza kuupata, lakini characters, the components za kiufalme, character, behavior, tabia za kiufalme, unaweza kukosa kuzitumia ama kukosa kuzifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaweza kutumia jina la kiufalme ufike kwenye ufalme. Kama sasa mimi nikisema mimi ni cousin ya Ruto, utakataa? Sikataa. Askari akisikia cousin ya Ruto wako hapa, kitu ya kwanza atanipigia saluti. By the time akuja kujua mimi hata sio cousin, hata sio kabila moja na Ruto, nishaikia, nishafanya ile kitu nilikuwa nataka kufanya, na nishatoroka. Na hapo ndio unapata watu wengi wako kanisani. Watu wengi ni Wakristo, lakini hawaelewi Ukristo ni nini. Hawaelewi jinsi Mungu anavyotaka tukae. Hawaelewi huyu Mungu ambaye tunamfuata ni nani, na anapenda aje, na anapenda tukae katika misingi gani. Ndio kwa maana Ukristo wako hauna misingi thabiti. Ukristo wako hauna nguvu. Ukristo wako umeomba, umetoka nyumba hii kwa maombi, umeenda nyumba nyingine kwa maombi, umetoka hapa umeenda kule, umetoka hapa umeenda kule, na kule kote unasema Bwana Yesu asifiwe. Watu wote wanasema amen. Jana kule ulikuwa ulisema amen. Juzi kule ulikuwa ulisema amen. Hata hapa utasema amen. Na baada ya hapa mahali utaenda bado utasema amen. But you don't understand. Shida ni moja tu, ya kuwa hauelewi. Hauelewi hata kidogo kama unasema amen ya nini, ya nani. To whom are you saying amen to? Because kama unasema amen, amen ni kusema nini? Na iwe hivyo. Nimesema be healed, sema amen. Kwa hivyo tumekubaliana na iwe hivyo. Kesho ukuja tena be healed, amen. Na iwe nani? Mbona haukuwa healed? Tena umerudi. Apostle, mashida kwanza ndio iliongezeka. Apostle, tangu nikuje nilirudi kufika nyumbani nikakuta nyumba imefugwa. Kukakaa kidogo mtoto wangu akaaguka akakanyagwa na kuku, akagwarwa hivi. Sasa hako hospitalini. Apostle, nilipokaa kidogo mume wangu akanifukuza. Bona amen ile tulisema haikufanya kazi. Na nilisema be healed in Jesus name. Ukasema amen. But going home things worsened. What happened? Why does this name of Jesus sometimes fail to work in our life? In most occasions the name of Jesus Christ is not working. Halifanyi kazi kabisa. Ama hii ni mara yako ya kwanza kuingia kanisani? Umeingia kanisa nyingi kibao tu. Hii ni mara yako ya kwanza kuingia kanisani? Umeingia kama kanisa ngapi hivi mwaka huu peke yake? Kama 20 na ngapi hivi? 2. Umeenda kanisa kama ngapi mwaka huu? Moja tu. Gani? Catholic. Mwaka huu umeenda kanisa kama ngapi? 2. Sasa mwaka huu umeenda kanisa kama ngapi hivi? Hii ni ya pili. Na wewe? 2. Na wewe? 2. Na wewe? Kwa nini wote ni wa 2? 5. Na wewe? 3. Na wewe? 2. Sasa nikuulize,
Katika hizo kanisa pili umeenda na hii ni ya tatu, si ndio? Hii ni kumaanisha ni ya tatu. Umekuja kufanya nini huko? Kuhubiriwa. Kule hakuna mahubiri. Inategemea na mhubiri. Kumaanisha si wa ufalme ule mimi niko. Ulijuaje? Unaangalia, uliangalia na nini? Uliangalia na nini? Unasikiza ndio. Kwani ndio uende huko? Nani alikuita huko? Ukaona, ukamsikiliza, ukajipeleka na miguu yako. Mbona haukuweza kufanya judgment kabla uende? Kwa sababu ulikuwa unatafuta muujiza, tuseme hivyo. Ulikuwa unatafuta muujiza. Umekuja kuokoka hapa? Umekuja kuwa memba wa kanisa hii? Kuhubiriwa neno. Mbona usije Jumapili, umekuja leo Wednesday? Kwa sababu Jumapili utaenda kanisani kwenu. Nyinyi wote mko hapa ambao si members wa kanisa hii, mmekuja kwa sababu Sunday mtakuwa kanisani kwenu. Si ni kweli? Unaenda kanisa wapi? Voice of Salvation. Unaenda kanisa wapi? VPM. Wewe unaenda kanisa wapi? House of Hope. Wewe unaenda kanisa wapi? House of Hope. Turuke hapo. Wewe unaenda kanisa wapi? PCA. Wewe unaenda kanisa wapi? Saints Awakening. Sasa niwaulize nyinyi mko hapa nyinyi wote mbele. Niwaulize tu swali moja. Uliambia pastor wako nakuja hapa? Watu hiyo pastor atasikia. Uliambia pastor wako nakuja hapa? Is your pastor aware you are here? 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 Are you a son in that church? Are you a son? A son. Uko na watoto meza wa mwili? Uko na watoto meza wa kimwili? Dole mwana? Ciana ciaku cikiumagara ni kwiraga mamu ne twathie? Matikwiraga? Kumate ne matiri makwira? Ni andu agima ciru matingi meciana ri ni wacire mwathie ku? Ni twathie guthaka mubira ni turacoka mama. Waikaikara muno ri mwiko neguo riu thoguo ri waku wa kiroho ri uria we wi mwana wake ri ni oi wi guko tondu ni thoguo uria ukurithagia na no kuhoyagira ri ndurehirwo guko ne mathina. No, you are. Do you understand Kikuyu? Listen, let me see. You are here because of challenges, spiritual challenges. No. You are here because of spiritual challenges. Is that not true? You are here because of spiritual challenges. Is that not true? You are here because of spiritual challenges. Is that not true? It is true. Let us speak the truth, because the truth will set us free. Is your father incapable of solving the problem that brought you here because you are a son there? Is your father not capable? The spiritual father? If indeed you are a son there, what did you come to do here? I'm asking, just let's tuongee tu, si kwa ubaya. We are just a discussion. So that I want us to understand the kingdom, how it operates. If indeed you have a father, a spiritual father, where you tithe, where you go every Sunday, where you obey, where you go sit down and be represented there, why are you here? Your father is a pastor. Is that not true? The church you go, sikuna pastor, anahubiri Mungu. Ule ambaye mimi nahubiri hapa. What makes you think that today you are going to receive the miracle which you have never received with that father? No, tuongee. Open up. Si uko baya. Ni discussion tu. I want us to create a discussion. Mimi sipendi kuhubiri sana. Nataka we get a discussion so we understand the root cause of our problem. Yeah?
you have a spiritual father ambaye unampigia simu, ambaye unapatiaga tithe, ambaye unatoaga sadaka zako kule. Yeah? Is that not true? Is it true? Is it tuongee na huyu anaogopa asifukuzwe kanisa, ni mzee wa ile PSMF. Sasa si uko na baba wa kiroho mwenye unamwamini na unampenda, because we all have our spiritual daddies. Why are you here? Aziishi. Basi ni kwa nini unaendelea kukaa kwa baba wako wa kiroho mwenye hakusaidii? Sasa ameanza hatua. No. The pastor in PCA, the pastor in V? Yeah? VPM. The pastor in? They are all men of God. Bwana Yesu asifiwe sana. But you don't understand them. If you understood them, you will not come here. Because now I look at you, you are miracle seekers. You came because you heard, ukienda kwa pastor fulani, kuna kitu itafanyika. And that is now removes you from the kingdom of heaven, the kingdom of our Father, and it puts you into the region. Because now when you get into the region, you come now to this church because I am the boss here. This is my religion. This is my kingdom. So you came to my kingdom because in my kingdom, I have a connection that can go through the back door and get to heaven where your spiritual father cannot be able to access. Because you come because you believe, I believe in God. You go to church because you believe that pastor also believes in God. So if your pastor has a belief and has an access of heaven, I have also the same access to heaven. What did you come to do here? Because you could have gone to him and told him, I have a problem and this is my problem. So what do? He will take you to the Father. I am here, you've come here, I take you to the Father. So does it mean your father, your spiritual father does not know heaven? Does not go to the Father? That is where you came to me, because your spiritual father is incapable of seeing Father. Unaona hiyo sense? Nataka tufikirie tu kama watu. Unaona hiyo sense? Hiyo ndio reason nimefanya ukuje hapa. Kwa sababu pastor wako ameshindwa kukuwakilisha. Ameshindwa kupeleka problem zako. Akinyara na hau kawagware. Akagira matatu cia guthie. Na hau kiada. Mwathani agoshwa. Sasa unaamini ya kwamba ukikuja hapa mimi niko na access ya kuona Mungu. Because nikisema neno litafanya nini? Ndio unasemaga nena tu neno moja na mbingu itakusikia. Si ndivyo mnasemaga? Nena tu neno moja na mbingu itakusikia. Mbona hukuambia pastor wako nena neno moja na mbingu itamsikia? Nikumaanisha kuna disconnect. Wewe na baba yako wa kiroho kuna shida. Huyo si baba yako ya kiroho. Wewe ni mkora katika ulimwengu wa Mungu. Katika ufalme wa mbinguni sisi ni wakora. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumeleta corruption. Kwa hivyo corruption imeanza wapi? Mbona umekuja kwangu? Kwa sababu unajua ofisi yangu iko na access ya kwenda kwa president. That is why umekuja. Umeacha ofisi ili ambao unatumikiaga. Kwa sababu hiyo ofisi haifikishagi maneno kule mbinguni. Ndio kwa maana umekuja kwa ile ofisi inafikishaka nini? Kwa hivyo na unakuja na shilingi yako 10,000 na shilingi yako 5,000 na to give it umeniletea kwa sababu nini? Kwa sababu unajua ukinipatia nitaongea na Mungu. Sasa who is corrupt here? Ni wale watu wako serikalini ama ni wewe? Ni sisi. Sisi ni wakora. Abia mwenzako sisi ni wakora. Sisi mwambie mwenzako mimi ni mkora. Mwambie I'm corrupt. Because why am I here? Kukikosekana hapa, hautasimama hapa, usikie pastor mwingine anaitwa Kariuki sasa ndio yako juu, mtakibia huko. Kwa sababu unasikia Kariuki ndio yako na access ya nani? Na unashika tugilitoko 20, 50, 100 hivi kazuri, unaenda unafika kwa bahasha mpaka ukimupatia hutaki kuangalia maana yeye hako na moto ya kukuchoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na that is now what fails human being from accessing the kingdom.
Because if you are capable to know what is the kingdom of heaven, you will be able to access, because you have the passcode. You have the password to understand how to communicate and how to get into God's kingdom. Because all that you have come to look for here, it is in the kingdom. You have come to look for the healing. You have come to look for the blessings. You have come to look for the deliverance. You have come to look for something that is in the kingdom. Meaning you are not able to understand the kingdom. That is why you are moving from one church to another church. Not understanding that even that other church you are going to meet a man who is speaking about the same thing with me. So you need to ask yourself, why is this man hard than our man? Ni kwa nini huyu pastor anasikilizwa na Mungu kuliko pastor wa kwetu? Ako na makosa? Hajaokoka? Is he not a qualified pastor? Is he not a qualified prophet? Is he not a qualified evangelist? Is he not a qualified prophet? That now I'm here. Bwana Yesu asifiwe sana. Will you go on Sunday and ask the pastor, because now today here you must receive the miracle that brought you here. Say amen, amen. Today you are going to receive the miracle that brought you here. That one I know you can say amen quickly. Now, after you receive the miracle, hapa kwa sababu Mungu atakutendea. On Sunday, utaenda uitisha microphone kule kanisani kwenu, uambie pastor, niko na muujiza nataka kuraha. There is the God has done it. Oh, God has done it. Then this is the miracle. Then you explain. Nilienda kule town, Coffee Plaza kwa Apostle Waroige. Mnajua Waroige kanisa? Kabla utaje hiyo jina, microphone itakuwa imezimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. But we are all from the same kingdom. We are all from the same Father. We are all from the same thinking, because we are seeking the Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning Christianity is a house of thugs. Because whatever you are going to receive today here, you can't say it there. Will you say it? You can't say it there. Sasa, mpatie microphone. Are you saved? Completely saved. Heavenly bound. Yeah? Are you saved? Tuongee ukweli tu. Si umeokoka? Suli dodo honoka. Pisi unataka kufanya nini? Kutembea. Are you saved? You are saved. No mhonoku. Umeokoka. Si ndio? Utaambia pastor yako ulikuwa hapa. Ni siri yako. Sasa nikuulize. Sisi ni watu wa ufalme mmoja. Siri imetoka wapi? Sisi ni watu wa ufalme mmoja. Kwa hivyo umekuja kama umejificha. Tuongee tu ukweli. Umekuja kama umejificha, asijue. Unaweza taka ajue. Lakini unaweza taka ajue saa hii. Nimwambie saa hii. Tumpigie simu. Tumwambie uko hapa. Kwa nini hukumpigia simu ukikuja hapa? Yeah, kuna ka element ka uogo kidogo, si ndio? Unaficha asielewe, asijue, maana ataona kama unamdharau. Si ndio? Tuongee tu, kuna ka element ka uogo. Umeamua, lakini ulimfahamisha kama you are spiritual daddy, ukamwambia nimeenda mahali fulani. Wewe ulitoroka kitabu. Nani sasa? Wewe ulimwambia unakuja hapa, ama wewe wa hapa? Hukumwambia. Ulikuwa unakuja kutembelea nani? Ako wapi? Uli mzago. Ukorako huko. Alikuja kutembea, akakuta mzee huko ndani. Akaambia mzee tukae. Bwana Yesu asifiwe sana. That's a good moment. That's a good one. All of us here who have come, they have not informed the spiritual fathers where they are. And they will not want their spiritual father to know. Meaning kuna ka element ka uogo.
si ndio? Uongo ni ya Mungu ama ni ya shetani? Sasa ukiweka katone kamoja ka maji ya mtungi ya 10,000 liters, uweke katone ka mafuta ya taa, hiyo maji utakunywa tena? Kwa maanisha sisi zote, me included, yeah, tuna element ya kishetani ndani yetu. Maana tulikosa kuelewa ufalme wa mbinguni, na tukaelewa jinsi Mungu anavyotaka na jinsi Mungu anavyokaa na mapenzi ya Mungu kwetu sisi, tukakosa kuyaelewa. Ndio sasa tukatengeneza vinyumba vidogo vidogo kwa jina synagogue, kwa jina PCM, kwa jina Catholic, kwa jina hii, kwa jina hii, na kumaanisha hapa Manyuru anakuaga hapa, lakini sijawahi kanyaga huko, sijawahi. Na ukiniuliza hapa kuna Kristo, sijawahi kukanyaga huko. Wajiru wako pale, sijawahi kanyaga huko. Fimbo ya Musa iko na hapo, sijawahi kanyaga huko. Na sisi wote tunasugumusia nini? Mungu mmoja. Tunasugumusia ufalme. Mimi na hawa wanani ubiri na nyinyi, kwa sababu nimeona nyinyi wakora. Mimi na huyu na fimbo ya Musa na Wajiru, ni nani si mkora? Yeah? Sisi zote ni mikora. Kumaanisha hatuelewi ufalme wa mbinguni ni nini. Maana ufalme wa mbinguni ni upendo. Mungu ni mmoja na sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Kama hatusikilizani kama watoto wa baba mmoja, tunaelekea wapi? What strength do you have? Meaning, where I'm removing my power from, it is not where my Father is. Because if I am going to my Father, nazungumza na baba yangu, ananigawia ile power, inakuja ndio nikuje nikuwekelee mkono. Na sioni ndugu yangu huyo mwingine, fimbo ya Musa akiwa pale, simupendi. Na fimbo ya Musa anaendaka kwa Mungu kuomba the same, hiyo kuchukua hiyo power. Sisi wawili, fimbo ya Musa na mimi, sisi ni wakora. Because tunaenda kwa baba, lakini anapita huko nyuma na mimi napita huko nyuma. Ninakuja, siwezi kutaka aikuje hapa, siwezi. Fimbo ya Musa siwezi taka ingie hapa. Na mimi fimbo ya Musa hawezi taka niingie, kwa sababu nitaenda kuiba washirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili siwezi taka kuja hapa hubiri hapa, atasikubiri. Maana ataiba nini? Na yeye hawezi taka kuniona kule. Kwani huu ni ufalme wa Mungu ama ni ufalme wetu? Yes, meaning we don't know God. Hatumwelewi Mungu hata kidogo. Hatuelewi njia za Mungu. Hatuelewi jinsi Mungu anavyotaka tukae. That's the greatest and the dangerous mistake that you are doing, pretending we know where you're heading to. Bwana Yesu asifiwe sana. Failing to understand and knowing the kingdom, it leads you to a miserable life. That is why we are sick. That is why utakuja nikuombe utoke hapa and you didn't get healed. That is why nitakuprofesia and there will be no prophetic word. That is why I will say everything that I will say, but nothing will work. Why? Because we are not driven in the same purpose. For us to understand the kingdom of heaven, we must be driven in the same purpose. And the purpose is to glorify the name of God, one God, to understand God, to understand His kingdom and its righteousness. The moment you understand the righteousness of the kingdom, you are a conqueror. You don't get sick. You don't get into sin. You don't, because sickness is a result of the sin. Ugonjwa. Maana yule mama alikuwa mgonjwa, Yesu alimwambiaje? Umesamehewa dhambi zako, na akapona. Meaning, dhambi ama makosa ambayo, magonjwa ambayo mengi tuko nao ni kutokana na dhambi. Ndio watu madaktari wengine wametudanganya kutuambia ni lifestyle disease. How can it be a lifestyle disease? Na uko na sukari, unasikia baba yako alikuwa na sukari, na guka alikuwa na sukari, alafu unaambiwa hiyo ni generational disease. But now unakuja unaambiwa ni lifestyle. How did it become a lifestyle? When it's in our line we have this problem. It has not a problem. There is something that happened in our line that went against the kingdom of heaven. That is why we are facing the challenges. Because the Bible says, ati nitafikishia inaitangwa nini? In English, yeah? No. There's another good term. Kakinyiri waganu wa maithe inaitangwa na Kizungu. Wale wamesoma.
iniquity ndio natafuta. Kumbe nimekumbuka. Ni I will transcend the iniquities of their fathers to the fourth and to the fifth generation. So maybe you are suffering a disease of a fourth generation backward. A disease or a problem or a challenge ambayo ilifanywa na nani? Na generation, ilifanyika generation ya 5 kutoka kwako. Hiyo, that is where you are suffering. So that is what we are calling the kingdom. Because the kingdom is saying, gakinyeria waganu wa maithe. Kuri ruciaro rwa 4 na rwa 5. Waganu ni the iniquities, not the sins. The iniquity. Iniquity is not sin. The iniquity, it is abominations that you do as a family, or your father did, or your grandfather did. What you are doing now today as a mother, it will go from you to your children, to their children, to their children, children, to their children, children, children. 5th generation, it will haunt them. Whatever small mistake you are doing, that is what we call an iniquity. The mistakes that we do in life, that is what we call iniquities. And there is this other component that we call the spiritual sin. Spiritual sin is not an iniquity. And the spiritual sins, they go to the 10th generation. What are these spiritual things? The spiritual sin, when you went to a muganga and you are given something and you bewitched somebody, that is a spiritual sin. If you did an abortion, that's a spiritual sin. Anything that involved the spirit, that reached that other person in the process of the spirit, that is what we call spiritual sin. And the spiritual sins go to the 10th generation. So imagine 10 generations. Judah, his father Jacob prophesied to him and told him that your brothers will be subdued under you. You are the one to produce a king, and the kingdom will come through you. You see, David, Jesus, they have come through who? Judah. It is a generation of who? Judah. But remember, when the father was prophesying, blessing and cursing some, he cursed Reuben, he did a curse to Levi and Simon, and then he blessed Judah and told Judah, you will carry the entire community kwa shoulders zako. But look at it. Now here he gives birth to 3 sons. One son, the first son gets married to Tamar. Then the first son dies. Then the same woman is married to the second son. The second son dies. Then the other third son was so young, then the Bible says that he was kept there to wait until he matures to impregnate the woman. Because what they were looking for, it is to produce a king. So the first son died because God was not happy with him. Then the second son died because he was told, go and sleep with this woman and produce a baby on behalf of your brother. And this baby will not be your baby, it will be your brother's baby. So that he can become a king as per to the instructions of our community. So this man, when he was told that you're sleeping with this woman because of your brother, he did not do it properly. The Bible says he masturbated. He released his seed, not inside, but outside. And God was not happy. He killed him instantly. God was not yet happy. He killed him instantly. So for those people who do masturbation, that is the punishment that you get. You die. You are here, but you are dead. When you do masturbation, whether you are a woman or you are a man, if you have ever done masturbation, it is a generational sin. It will haunt you to the 10th generation. It will haunt you. Your children will do it. Your grandchildren will do it. Your great-grandchildren will do it just because you initiated that process. Masturbation is the most dangerous thing to do in life. So this young man was killed by God because what he did was like masturbation.
He never released the seed where it was supposed to be done. So what happened from there, a sin entered into the family of Judah. And Judah's wife died. When he died, this lady, who is a wife to the two sons of Judah, alienda kavaa buibui kama Muislamu na akaenda akakaa mahali kwa kakona. Judah akipita hivi, maana alikuwa bado anamoni bibi yake, maana bibi amekufa, akipita akaona kamumaraya. Na kama mzee, unajua wazee tuko ndivyo tumetengenezwa. Mzee akanyenyekea huko akabia kamaraya haka, akamwambia, ninataka unisaidie kidogo niwache kulia sana, maana bibi yako amekufa. Kamaraya akamwambia, mimi sikatai, hiyo ndio kazi yangu, kuja. Naye akamwambia tuende hapo kwa kona kidogo. Naye akamuuliza maraya, utanipatia nini? Akamwambia, mimi niko na busi nyumbani nitakuletea. Akamwambia, sababu kama huna busi hapa mimi sikupati. Akasema, basi leta kitu ya kushikilia, ndio busi ukileta nikuregeshe. Maraya yule akamwambia, nipatie nini? Pete. Maraya yule akamwambia, nipatie nini? Mkwajo yako. So the target was not even sex. The target was these two things, pete na mkwajo. So that to enter this man into a generational sin, into a spiritual sin. So there are things that will be organized well by the demons, so that they will put you into a compromising situation where you will find yourself doing things that are compromising. So this man agreed. Na akanyang'anywa pete, na akanyang'anywa nini? Bakora. Pete ni nini? In the spiritual world, it's a covenant, ni maagano. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkwajo ni nini? Kwa Wakikuyu ni muthegi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kale kamaraya lakini si kamaraya, ni bibi ya two sons wake. Kwa hivyo ukiangalia spirit ambayo iliua hawa vijana wawili, it is the same spirit imeua mpaka mama yao. Na hiyo spirit imejigeuza, imekuja imefanyika maraya, ndio iigise huyu mzee aingie ndani ya trap. Na mzee akaingia ndani ya trap, akanyang'anywa pete na akanyang'anywa nini? Bakora yake. Sasa alipoenda, kumbuka hii spirit inajua kuorganize. Ilikuwa imeorganize mtoto wa kwanza amekufa, na imeorganize mtoto wa pili amekufa, imeorganize bibi ya huyu mzee amekufa. Alafu ikaorganize mzee akuwe na joto. I want you to understand this. Ikaorganize nini? Mzee akakuwa na joto. Alafu ikaorganize mzee atoka nyumbani aende akitembea hivi anakutana na kamumaraya. So the spirit was operating in this woman. Na hii spirit inajua kupaka maneno, inajua kuorganize kila kitu. Kwa hivyo ufalme huo wa giza unajua kupanga, unajua kuorganize, baka unajua kukuweka, baka uigie mahali wanataka uigie. And most of us, we are there because of not understanding. And then this woman alipochukua pete, hiyo spirit ilikuwa imeorganize baka bego ndani ya huyu mama zikuwe tayari. Maana huyo mzee hawakwenda kwa sababu nasikia hakuna room siku hiyo. Walienda hapo kwa kichaka. Na walipoenda kwa kichaka, kwa hivyo kwa kichaka unaweza kukaa sana dakika 2-3. Wakamaliza na bego ikaingia. Hello, what a coincidence. Baka bego ikaingia. Na ikakuwa iko. Mzee kurudi nyumbani, akatuma yule mzee rafiki yake alikuwa anaitwa Abdulradam, akamwambia chukua hii kabusi, kuna kamumaraya kako pale Mong'etho, ukapelekea busi kakupatie mkwaji wangu na pete yangu. Abdulradam akabeba busi, akaenda kufika huko, akakuta hakuna mwanamke. Kuangalia upande hakuna. Kweli akauliza wazee wa huko, hapa kuna kuoga na kamumaraya? Akaambia itora lele, hii area hii yote hatujawahi kuwa na kamumaraya. Hatujawahi hata kusikia kitu kama hiyo. Wewe mzee, kwani umetoka wapi? Huko mnasikiaga mastori ya maraya? Akasema hapana, ati alikuwa hapa nimetumwa na rafiki yangu nilete busi, maana kuna maneno wamefanya. Wakamwambia toka na utoe hiyo roho hapa kabisa. Na akakuwa hivyo akatoka. Kamama kalienda kule kwa Juda. Na bakora ya Juda. Na pete ya Juda. Kumbuka huyu ni mama ambaye ni nani? Ni bibi ya vijana wake wawili. Sasa amekuwa bibi ya watu wangapi? 3, wa vijana wawili na nani? Na baba yao. The same nyumba akaficha bakora. Juda hakujua.
The same nyumba akavisha nini? Pete. Juda hakujua. Na kamama kakaendelea kwa kukaa na father in law. Lakini kanajua. Kikaendelea mwezi wa pili tumbo inaanza kuruka. Mwezi ngapi? Mwezi wa 4 tumbo ikaruka. Mzee akiangalia huko, maana ndiye alikuwa chairman wa nyumba 10. Akiangalia hivi na ni custodian haka kamama. Maana anataka kaendelee kukaa hapa ndio hisan ambaye ni mdogo akue na bego ndio iachiliwe. Mfalme yule alitabiriwa na Yakobo akuje. Lakini haikufanyika hivyo. Kamama kakaficha kila kitu huko. Kakigojea siku. Sasa ile tumbo ikaanza kujiform. Mzee akaangalia akashindwa, huyu mtu ni kukula amekula maharagwe akahohita ama ni nini imefanyika? Akatuma wa mama mnajuaga kujua. Akatuma kwa sababu ameona mama anatema mate akiangalia wapi na huko na ameanza kukula jivu na mchaga kama mbozi. Sasa akaangalia hivi, akaangalia kamuuliza, akatuma wa mama tadhimu mmenyagedeni mjue hii ni nini kinaendelea pale. Wa mama wakaleta ripoti wakasema, huyu daughter in law is pregnant. Of who? We don't know. Akaitisha kikao, maana that was abomination. Akaitisha kikao mara moja na akasema, yule ambaye amelala na huyu, kitu ya kwanza kufanywa ni kichwa ikue chini. Na akaitisha kamati ya wazee, wakakuja wakakaa chini na akakaa kule kwenye kiti ya yule mwenye jaji kufanya maamuzi. Akakita mwanamke akamwambia, sasa mwanamke, kuna swali tunataka kukuuliza. Tunaona ni kama una kitu hapo ndani kwa tumbo yako. Unaweza kutuelezea kule imetoka? Akamwambia mwenyekiti, my father in law, na kuomba tu kwa heshima, kama naweza kukubalika kwa macho yako, nipatie dakika 2 tu nikibie kwa nyumba nikuje. Akamwambia kibia. Vijana, chuga huyo mama asitoroke. Maana lazima tuchije. Na yule alifanya nini? Hii maneno tuchije leo watakufa. Maana wamefanya kitendo ambayo si mzuri. Mzee akaenda, mama akakibia mahali alikuwa ameficha hiyo kakitu, mkwajo na pete. Akaenda akasilete. Akafika akawaambia wazee, nimerudi. Asante chairman, nimerudi na ninakushukuru sana kwa kunipatia muda huo na kunipatia hata ruhusa ya kukibia nyumbani ndio tumalize hii maneno kwa njia ambayo inastahili. Sasa yeye akabia, basi fanya haraka, fanya. Sasa ni mzee, fanya haraka, unatupotezea wakati. Maana already mzee amefanya maamuzi. Iliwe liwalo, msichana anakatwa kichwa na mwenye bego anakatwa nini? Kichwa. Sasa niambie, maneno hii ujaja. Ile roho, tunazungumzia roho. Ile roho venye inacheza. Ikakuja ikasimama, kimama kakasimama hapa. Na ninajua ni tule tumama tuberebere. Akasema, akafungua mkwajo pole pole. Akaambia wazee, wazee habari? Mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuambie haraka, wacha kutuambia Bwana Yesu asifiwe. Unajua ile dhambi umefanya ni dhambi baya. Ni wale wazee wa Murang'a. Akachukua bakora akamwambia mzee, hii mwenye hii mnaiona? Akafungua pete, akaambia mwenye hii. Juda aliinamisha kichwa. Akasema, kweli nimejua nimetenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angalia, the prophetic word of the father Jacob, that wewe Juda utazaa mfalme, kutoka siku hiyo ilikuwa postponed for the next 1500 years. 1500 years. Wacha tuangalie. Nifungulie kitabu cha Matthew chapter number 1. Matthew chapter number 1 quickly. Tusome uone how ufalme ukukosa kuelewa venye unafanya kazi, how you lose it. And you lose, and most of us we are suffering not because we deserve to suffer. We are tuko katika huo makosa ambayo ilifanyika. Sasa tuko katikati hapo, tunafiakwa, wengine wakifiakwa, not because tulifanya makosa, lakini kwa sababu tumejikuta. Watu wengi hapa ni masikini kwa sababu walijikuta. Watu wengi hapa hawana mabwana kwa sababu walijikuta. Watu wengi hawana kitu kwa sababu walijikuta. Hakuna makosa umefanya, but you are suffering. Bwana Yesu asifiwe sana. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of what?
wakati tule tutoto kube Juda aliachilia tubego tugapi? Tuwili. Kamoja kalikuwa kanaitwa Perez na kagwende kanaitwa nani? Zera. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuangalie prophetic word of the father Jacob kama itakuja kutimia mwaka gani. The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Tuendelee? Na tuende haraka kidogo. Abraham was the father of Isaac, and Isaac was the father of Jacob, and Jacob was the father of Judah and his brothers. Sasa tuendelee. Tuanze sasa kwa Judah kuhesabu, si ndio? Nikitaja Judah is the father of what? Unasema 1. And Judah the father of, ngoja, siende pole pole, asikilize tu. Judah the father of Perez and Zerah. Sikiliza kwanza, nataka kuexplain hapo. Perez na Zerah ni hao alizaa Judah. Wale walizaliwa na bibi ya his 2 sons. So alizaa watoto wanaitwa Perez na Zerah by Tama. Tama ndio bibi huyo, kajangalika hako. And Perez, sasa tuanze kuhesabu. Number 1, Perez and Zerah. Sema 1. Perez the father of Hezron. Hezron the father of Ram. Tuendelee. Ram the father of Aminadab. Aminadab the father of Nahashon. Nahashon the father of Salmon. Salmon the father of Boaz. Boaz the father of Obedi. Obedi the father of Jesse. Jesse the father of Mudhamaki amepatikana generation gani? In the 10th generation. Then a generation was 150 years. So multiply 150 times 10. Yeah? 1500 years. That is 1 century and a half. Because of a sin that was well organized in your life to destroy you. So most of us are suffering because of sins that we don't understand. Most of us have marriage issues, but not because you are doing so. You love your husband, you love your wife, you unapenda doa, unapenda kabisa, unaipenda, but nothing is working. There is a mistake. A 1,500 years mistake. Bwana Yesu asifiwe. Daudi amekuja kupatikana in 1,500 year. Mwaka wa 1500 ndio Daudi amekuja kupatikana. Lakini hata amepatikana, lakini roho ya usharati ndio hiyo. Hakuna kasikati alikuwa naona anakosa kukauliza swali. Roho ya usharati ndio hiyo imeendelea. But Yesu akajikuta in the same problem, because this is the genealogy of Jesus. Anachomoka tu hivi kutembea hivi, anakuta kamama kakachota maji. Na kamama hako kalimkwamilia. Baka wakati alifufuka kaenda biguni, kalimkwamilia. Because sisi ndiye kamama hako kalisema Yesu amefufuka. Kalijulia wapi? Kalikuwa kama maraya, kalikuwa na wanaume kapi 6 kwa nyumba. 6. Na kalifuata Yesu mpaka kakanunua mafuta expensive, kakamwambia nataka kukuosha, kukupiga massage. Mpaka mtu anaitwa Judah akasema no. Hii mafuta tugeuza tukitengeneza pesa. Lakini si pesa aliona mwelekeo wa huyu mama, na wanajua historia ya huyu mama ni msharati, wakajua mse ataenda huyu. Unajua Judah alikuwa bado anafikiria kama mtu. Akajua Yesu wewe ni yakuhuria, ni yagothie. Taguko nende nako. Taguko wewe wakuhuria ndo. Hapa mimi nachugagwa sana. Usijaribu, ukijaribu kidogo utapigwa hapa. Nachugagwa. Mimi ni baba ya hawa watoto wengi. Sasa wananipenda, wananichuga. Kwa hivyo kama huko na kaajeda, hapo utagogwa. Kama huko kuna majuda wengi, wakunichuga. Sasa huyu Juda akaangalia Yesu, mama ameanza kupaka mafuta na anapaka na nywele hivi, kupagusa na nywele kwa akipada. Akajua hapa iko maneno itatokea. Hapa kuna na alikuwa hapo anavaa trosa, alikuwa anavaa hii nguo mrefu kama ya Waislamu. Sasa akaangalia, kwa sababu Juda alikuwa mtu kuna akili mingi sana. Akaona muiletu hali ya rolete ti hado hela. So akaleta proposal tuuze mafuta, na akachukua Yesu we Yesu katodie maguta maya hii tuuze, si ndio? Na akaanza sasa story kama amesimama, kimama kimewachwa kimiangalia hivi, kimama kikaachwa kikiuliza wewe nake adho kiadho kwa niki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ile kitu nataka kuelezea ni kitu kimoja hiki.
cha kusema kuna plan. Usipoelewa ufalme wa mbinguni unavyofanya kazi, utakamatwa na ufalme wa shetani. Maana huo ulikuwa mpango uliopangwa ukapangika wa kunasa mbegu ya Mungu isisimame. Na hiyo vita ilianza kapi? Ilianza kitambo wakati wa Juda. Ikapanda, angalia mpaka Yakobo venye alikuwa amepata shida. Because ni mbegu ya Yesu ilikuwa inapigana nao. Angalia David, kutoka David tunakuja kwa nani? Kwa Yesu. Meaning vita vinaweza kuanza sasa ukiwa na miaka 3, ukiwa na miaka 2, ikuwa, lakini zile vita zinapiganwa si za miaka hii, ni za miaka 50 inakuja. There are people who are facing, mlianzana na vita mkiwa watoto. Lazima kwa sababu wakati huo utotoni ndio walikuwa na haja na hiyo, walikuwa na haja na sasa ndoa yako. Si huyu ni mzee wako, walikuwa na haja sasa hii kitu imekulete hapa. Ilianziwa miaka karibu 40 na hujui. Sasa unakuja hapa ekelea mkuu. Kwa sababu umeona Waroige unasema ekelea kichwa hapa, ekelea mkono hapa na hii maneno yote itaisha. Lakini problem si ya leo. Problem si ya leo. Hebu ijiangalie, Herode alisema vijana wote wachinjwe wa miaka ngapi? Miaka 2 wote wakachinjwa kwa sababu ya 33 years to come. Maana Yesu alikuja 30 years to come ndio aliweza kufanya kazi. Lakini the order was given wakiwa na miaka ngapi? Vijana wote wa miaka 2. Kuna vita imekuinukia, na hii vita haikukuinukia sasa, ilikuinukia wakati there is no reason for it. Unabaka unashindwa, unajiuliza why am I facing these challenges? Ni kwa nini watoto wangu wana face these challenges? Ni kwa nini this problem? Ni kwa nini mimi kumali na dashi alilo? Mimi nimeishi na matatizo hii. Hapana, kuna kitu kimeonwa. Miaka 40 inakuja. Maana wamepaga. Ufalme ule unajua kupanga na ufalme huu mwingine unajua kupanga. Sasa ni wewe, kama hauelewi na haujielewi, basi huko kwenye ufalme wa giza. Lakini kama unaelewa ufalme wa mbinguni, hauwezi kuchezwa. Hauwezi. Mimi hapa, hii nyama yote, hii si nyama yangu. Hii ni mama yangu alikatwa hapa, ikekelewa hapa. Maana niliagushwa kwa maziwa moto, nikachomeka, hii nyama yote ikatolewa hapa. Hii kipande hii. Nikiwa na siku 7 nilichomeka. Nikarudishwa hospitali. Mama yangu akakatwa nyama, ikaekwa hapa. Si walikuwa wanataka kuniua kwa sababu ya muda huu. Na baadaye miaka mingi baadaye, wakati wa Moi, niliwekwa hapa Kamiti, nikawekwa kwenye mashini ya kuninyoga. Mara ngapi? Mara 2. Sikia, angalia kule. Wakati nilizaliwa nilikuja kama nimesimama na miguu hivi, nikachomoka chui, nikaaguka. Na watu wa kuchomoka na miguu hawaponagi. Watu wa kuchomoka na miguu hawaponagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana walitaka kuniangamiza kwa sababu ya muda huu, si kwa sababu ya siku hiyo. Because of today. The challenge you are facing today might be older than you. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kukibilia pasta huyu ama kukibilia pasta yule. Nenda ukae chini ufanye research yako. Uone what is the challenge. Hii challenge unapitia mzee. Uone ulianza hii maneno ilikuanza lini. Naweza kufikiria ni yule bibi ulioa ndiye ameanza ndio ati siku ile tu nilioa ndio matatizo ilinianza. Siku ile tu niliolewa ndio matatizo ilinianza. Hapana. Eda chiba historia kule nyuma utapata. Ulianza kugogwa ukiwa na miaka 2. Na hiki kitu kimeulipuka sasa. Kilikuwa kinaogojea wakati huu, wakati wa ndoa. Kuna watu hapa wanakuwa ni kiherehere sana. Itura igimo nakuta kila wasichana wa huko wanamjua. Wasichana wote, lakini alipojaribu kuoa unakuta mashini yake ilikufa. Lakini huko anatabulikana. Na akitoka kidogo aende Mombasa, unasikia Mombasa msima inasugumusa maneno mazuri kuhusu huyu mwanaume. Venye anajua kupika ugali. Lakini akirudi kwa nyumba, mama anamuuliza kakwa gethiri ate kuliendaje? Nieta makona ndio. Mimi sijui. Kumbe vita vilianzishwa kitambo ukiwa na miaka 5. Vita vilianzishwa ukiwa na miaka 2. Vita vilianzishwa kabla mama yako na baba yako hawajakuja pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. So these are the challenges to understand. The moment you are able to understand the kingdom, uta understand these components of the kingdom. You understand that kuna kingdom mbili. Kuna kingdom ya Mungu na kuna kingdom ya shetani. So that you understand kingdom ya shetani inaoperate namna gani na kingdom ya Mungu inaoperate namna gani. Ukiingia ndani ya kingdom ya Mungu na ukae inside the kingdom,
then the kingdom will fight for you. Because the moment you become a partner in the kingdom, you become a child of the kingdom, it means the kingdom will protect you. Today ukashikwa ukaenda Uganda ushikwe na mapolisi hivyo tu, serikali ya Kenya through the embassy of Kenya will go to see what is happening. They will fight for you urudishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ukikuwa extradited, the government of Kenya will send the ambassador to come and represent you. They can even send a lawyer because you are a child of Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. You are a child of who? You are a child of Kenya. Kumbuka wakati America walisema wakaandikisha ma president that they will not be able to arrest an American citizen ampeleke ICC. They were protecting their citizens. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you understand the mysteries of the kingdom of heaven and know who is your king, and then become partner and part and parcel of that kingdom, the kingdom will be fighting for you. The kingdom will defend you. That is why Jesus says, seek ye the kingdom and its righteousness, and any other thing will be added unto you. So understanding the kingdom and understanding the principles of the kingdom, you don't face challenges you're facing today. Christians don't go to church because they are saved. They go to church because they are going because of the challenges they have. They are trying to identify. They are trying to look for ways out because the challenges have been so bad unto them. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hivi nahubiri, watu wengi hapa wananiangalia wanashindwa, huyu mtu alikuja kutupatia story mingi ya nini? Si nianiobea mimi niende. It's as though kuna contract mimi nimesaini na wewe. Kwa sababu hautaki kusikia history yote na kupatia. Unataka kujua ni saa ngapi nitakuwekelea mkono uende wapi? Uende soko, uende ukafanya biashara yako. Because you don't have interest on understanding what is the real cause of your problem. If you can be able to understand what is the real cause of your problem, you will not be moving from one church to another church. You will be stuck to one spiritual father. Because we are all speaking about the kingdom. And if all of us who are genuine to the kingdom, then they will be not having this problem. Because the kingdom of heaven will be supplying your needs. Bwana Yesu asifiwe sana. Umutumia na dola ka unakiara ugate. Ugo nugo guga ona roshio kana ugo gauga. Hivyo ndivyo nasema na ndivyo nitasema. Because I understand the kingdom. I have been in both kingdoms. I have been in the demonic kingdom completely 100% inside. I know how they operate. Now I am serving Jesus without a blemish. Heavy. You can never bend me. Whatever I stand. Kingdom of heaven, that is what it stands for. That is what it is. Bwana Yesu asifiwe sana. The kingdom of heaven, it is an industry that accomplishes all the mission that you need. You don't need to move to another church. You don't need to go looking for a pastor. Any other pastor. You need to stick to the kingdom. The moment you stick to the kingdom provides everything that you need. All the amenities that you need, it is in the kingdom. That is what Jesus brought us. Jesus never taught anything about religion. Religion is the kingdom of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever we are calling religion, the synagogue hii, PCA, Anglican, Catholic, hizo ni industry ya shetani. Hapo tuko kwa shetani katikati. It is not about God. God never spoke about religion. Jesus never taught anything to do with the religion. He told people about the kingdom of his Father. He told people about the kingdom of heaven. He told the people about the kingdom, not about the religion. He never taught anybody about the religion. And that is why God, the revival that is coming, it is not what you are thinking. Parapanda, Italia, parapanda. Atitatoka kule jini. Pakarumbeta. Museme Yesu amekuja. Atitoka amotoga. Toka amotoga. Eh? Na lilia goka nitaka mutunga lierai. Liao utakuwa wapi? Sasa sijusuruke sasa. Ruka wende hapo kwa jikwani. Jazi ruka. Unaona unarudishwa chini. Hata utamkuta kwa hewa. Mtakutana na yeye kwa hewa ukienda wapi? Waacheni upuzi. There is hakuna kitu kama rapture. Rapture ni akili za binadamu. Si akili ya Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Yesu mwenyewe ametuambia ufalme wa mbinguni na uje ufanyike hapa kama vile kule mbinguni kunafanyika. Halo. Sasa unaenda na ufalme unakuja. Unakuja kwa nani? Mathayo 5:5 nasema namna gani? Gukenani ali ahoreri to ni makaga yathi. Kakule igoro kwena thi. Kule mbinguni kuna iji. Lakini Wakikuyu walimba kale kaimba ati wajengeo kanyumba kwa kakona huko. Wacheni upuzi. Tafuteni ufalme. Maana ufalme uko hapa. Ufalme uko ndani ya moyo wako. Seek ye the kingdom first. Seek God. Know how to dwell in the kingdom so that you can build that kingdom. So that you can live the way God wants you to live. So you can live righteously. You don't need a bridge. You need God to be in the kingdom. And the kingdom defends. The kingdom fights. That is why I say, seek ye the kingdom and its righteousness, and any other thing will be added unto you. So any other, ni hiyo sasa imekulete hapa. Sio venye mmetulia vizuri, mmekuja kupokea muujiza. Hiyo ni any other. Ungeipokelea kwa kitanda yako. Haungekuja hapa, ungeipokelea kwa kitanda yako. Lakini kwa sababu na sisi tulitengeneza religion, ndio na sisi hiyo ndio factory. Najua si mapasta wengi wanaweza kukubali ama kupenda shetani ya kufe. Not many pastors. Ukienda kwa mkutano ya mapasta waulize, mnaweza taka shetani ya kufe? Hawawezi. Kwa sababu ni factory ya kutengeneza pesa. Si kwani mimi dwalide ya gari kata sevuhu. Naendesha gari kata sevuhu? Si ni shetani amekuleta hapa? Venye amekutesa. Na mimi unanipatia tu pesa. Na mimi ninakuombea against the devil. So who is the industry here? It's the devil. Sasa wewe kwa nganga hapo mwambie kesho shetani anakufa. Kutigoka ndugu akulege. Watu hawatakuja tena kwako. Sasa unataka kuniambia kuna pasta atakubali kusikia ati sasa hakuna mtu atakuja kwake? Watasema shetani aendelee kukaa. Because ndiye anafanya maisha ikuwe mzuri. Anavaa kasuti kazuri kwa sababu amejenga kanyumba kazuri kwa sababu ya kupigana na shetani. Lakini hiyo ni ufalme yake. Hakuna ufalme ya Mungu hapo. Ufalme ya Mungu ni kumaanisha tutaondoa shetani aondoke. Tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, tuishi kwa mambo mazuri. Ufalme uko ndani watu. Because we don't need to be suffering. We don't need to be sick. We don't need to be poor. We don't need to be subjected into immorality. We need to live godly. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, mpaka mama amenishangaa. Sasa mimi maombi yangu sasa kutoka leo ni kuomba shetani akufe, makanisa ifugwe. Yes. Todo shetani ni automate. Kwani nani amekuleta hapa? Ni Mungu alikuleta? Ni shetani alikuleta hapa. Ukuje uombewe na mtumishi wa Mungu. Maana wewe si mtumishi wa kama ungekuwa mtumishi wa Mungu ungekuja kwangu. Hebu jiulize, si umekuja nikuombee kwa mtumishi wa nani? Wewe ni mtumishi wa nani? Mbona ungeongea na huyo Mungu kabla ukuje hapa? Si ungekaa na yeye huko kwa nyumba umwambie Mungu, nataka hii na hii na hii. Lakini kwa sababu wewe huko pande ule mwingine ndio umekuja kutafuta mtumishi wa nani? Wa Mungu. Mudhurio ni ashiriria mbona maodo mashi. Bwana Yesu asifiwe sana. The day tutakuja kuelewa, tuachane na udini, turudi kwa Mungu. Maana dini si ya Mungu. Dini si ya Mungu kabisa. Lakini tukirudi kwa Mungu kuna ufalme wa mbinguni. Na katika ufalme wa mbinguni tunafunguliwa. Katika ufalme wa mbinguni tunakombolewa. Katika ufalme wa mbinguni kuna utajiri. Maana hizi vitu zote ni Mungu aliumba na akampatia binadamu dominion. Akamwambia have dominion, then subdue the earth. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kitu imekuingia leo kweli? Mumeelewa? Hebu inua mkono yako kama umeelewa. Yaani ya ukweli, inua tu mkono ya ukweli. Ujue Mungu anakuona. Inua tu mkono. Na usifurahishe shetani. Inua mkono kama wewe ni mtu wa Yesu. Yes. Elewa kumtafuta na kutafuta ufalme. Ufalme ni kitu muhimu kuliko hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa mbinguni ni muhimu kushida waroike, kushida pastor yeyote yule, kushida apostle, evangelist yeyote yule katika dunia hii. Ufalme ni kitu muhimu. Maana we are driven by the King. We are driven by the holiness of God. We are driven by the righteousness of God.
If only we can be able to understand how to embrace the kingdom, then we will not be having the problem we are having. We will not be sick, mommy. You will not be crying. You will not be moving from one church to another. Why will you be moving from one church? Because why? Utatoka kwa kanisa yangu uende kwa kanisa ingine kwa nini? Na huko baba yuko. Ukienda huko, si baba bado atakuwa huko. Sasa mbona umehama hapa? Umeenda kwa mwingine. Atakuwa niko ndege ile kwenda kigo kega. Kiriku na kigo neke mwekera ke Biblia ine. Neno ni moja tu. Ama kuna Biblia yangu hapa na Biblia kwingine kule. Biblia ni moja. Hakuna maneno mzuri nitakupatia, ni kukuambia ukweli. Mimi nakwambia ukweli. Ukae usikae, upende usipende. Na sikulazimishi ukae hapa. Ukiona hapa hakuna pokea, kwenda kwa kupokea. Mimi nitakwambia hatuhitaji kupokea, tunahitaji kukaa venye Mungu anataka. Tunahitaji kuishi katika ufalme wa mbinguni, si kupokea. Unapokea nini? Unue kulia daile. Nikaenda joke kupokea hivi. Ninakupokeza nini? Ongea na Mungu wako, tengeneza kanyumba kako pale mahali pa maombi. Piga magoti hapo kwa sababu wewe ni mtoto wa ufalme. Mtoto ya Ruto sahi atakikuwa Mozambiki, apigie baba yake simu. Baba yake atakata speech asikilize mtoto anasema namna gani. Na mtoto baba yake ataorganize na president ya Mozambiki. Amwambie my son is in Mozambique. Can you take care of him? Mara moja ufalme wa huko na ufalme wa hapa unashikana, una protect kama mtoto kao. Sasa ufalme gani na kuprotect? Sasa umehama kanisa ingine umekuja hapa. Ni nini na kuprotect? Huko bwana huko hakukua. Sasa hapa ukikosa hiyo kitu ikikataa kuingia, basi utatoroka uende hapa neighbor. Ukienda kwa neighbor, uende kwa neighbor. Ukikosa sasa mwehoko kabisa ikufe, ndio nakusema unasikia, Droni ready kwa dhuri. Ati niliona niende kwa wazee. Abia watu kweli. Uliona uende kwa waga? Kwa waganga kuna wazee. Siku hizi si wale wazee. Siku hizi ni vijana, ni watu young, watu wa miaka 20. Mimi nikiwa na miaka 25 nilikuwa mganga Nakuru. Wakati kilikuwa kimeumana kabisa. Na mashimo imefugwa kabisa. Wametagasa nipigwe risasi. Nilitafuta kanyumba nikajificha nikakaa ndani. Najua waganga wanakaaga kwenye giza. Na nikaandika pale mganga kutoka Tanga huko kibao vikaandikwa na Nakuru mzima na mganga kutoka Tanga. Wakakuja kule mahali kunaitwa kwa Roda. Nilikuwa na kanyumba kadaka. Na mama walikuja. Mama mwenye hana mimba patagi watoto walikuja. Mwenye wanaume sehemu zao hazifanye kazi walikuja. Kila aina ya watu niliwapaga na dawa venye. Na nilikuwa natengeneza jivu na makaa natengeneza mzuri na wavugia kwa karatasi nauza shilingi 1,100 na wanabeba. Maana hamuelewi ufalme wa mbinguni. Hamuelewi Mungu, hamna. Unakuja na kuambia na kukulisha jivu na kukulisha jivu kijiko mzima na kuambia meza na mtoto ameingia na kuambia gusa hapa. Wagwana, mtoto ameingia. Mwingine yako badia sema ameingia. Wewe ukienda unasema nilisikia wakisema mtoto ameingia. Lakini kwa sababu ya imani unaenda unapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo ufalme wa giza unafanya kazi. Na wako hata Yesu akawaambia yule manager alikuwa anapatia parable ya manager mwenye alikuwa ni Matthew 26 mwenye alikuwa anafanya maneno, akawaambia huyu manager alikuwa anafanya kazi, lakini Yesu kumalizia aliwaambia nini? Watoto wa dunia ni werevu kuliko watoto wa nini? Wa ufalme. Na akawaambia tembeeni na hawa watu maana wanajua maneno, wanajua kupanga. Mimi nilipanga watu wa kule Nakuru, wamama walikuwa wanatoka mpaka Kericho, wengine walikuwa wanatoka mpaka Kisumu, wengine wanakuja magari, mpaka mmoja alikuwaga minister MP katika serikali. Na alikuja hapo, nikamwona ndio huyu. Akashuka na kile jireva, akaacha mambo digadipure nje. Akakuja nikamkulisha jivu vijiko 2. Bwana asifiwe sana. Na akaniachia pesa. Sasa naona wako kule wako na mipango. Wako na mipango, sisi hatuna mipango. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanajua kudanganya, wanajua kukupora pesa. Sasa kukiwekwa dance kule Kasarani, uweke dance ule Diamond na mnajua ni mtu wa kuabudu shetani. Na anasema waziwazi kiwaje sitaja. Angalia Tanzania venye kiwaje inajaaga. Diamond akikuja na masuruali imefika huko. Na maminyororo amefuga mwili mzima maminyororo. Alafu akuja anza kufanya hivi.
Alafu nani anaitwa nani? Ni Rose Muhando ama ni Shusho? Shusho naye aitishe kiwanja hiyo ingine. Shusho atakuwa na watu 1000, Diamond atakuwa na watu 200. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we don't know how to understand the kingdom and how to operate in the kingdom. That is our major problem. Shida yetu kubwa. Tuko kanisani hapa lakini hatujielewi. Muikalete haha. Nimewafundisha maneno. Only few people naona wanaandika. Very few. Tumekuja hapa kwa sababu urali gwa nusi uraheo yake. Na gukete kuhoero. Mimi ile kitu kililete hapa ni touch. Si kukuja kuambia story mrefu. That is why you don't understand the tricks of the devil. If you understand, if you sit down to learn, you understand the tricks of the devil. Ufalme wa giza una operate namna gani na ufalme wa mbinguni una operate. Utajua kwa vitendo, utawajuaje na haujui, hakuna kitu umefundishwa. Ati utawajua kwa matunda. Matunda gani utaelewa? Kama huyu mama alikuja akaambiwa, "Tunda ndio hii hapa katikati." Na akaambiwa, "Hebu meza, guza." Akaguza akasikia ni mzuri. Akaambiwa shetani akameza akakula kadogo, akamwambia kula sasa. Mama akakula akasema, "Wa! Kumbe hapa tulidanganywa." Akapatia mzee. Mzee nyekula kidogo. Mzee akasema, "Woo! Kaleli ya gatia." Kwa sababu kuna udanganyifu from the other kingdom. Because waliishi, shetani aliishi kwenye ufalme wa Mungu. In fact, shetani ndiye alikuwa mkubwa, ndiye alikuwa organizer, ndiye alikuwa yule asha mkubwa, ndiye alikuwa deputy commander wa kila kitu huko. Ndiye alikuwa timu ya uimbaji kule. Alikuwa na kwaya mzuri ilikuwa inaiba. Steve ana understand. Hii problem kulete hapa. Shetani anaijua na anajua jinsi ya kutega. Akalia kamama kalitega familia mzima, kakaagusha familia mzima. Kamama tu. Kwa sababu ya pepo lililokuwa ndani yake. Lilijua kucheza na watoto, likacheza na mzee na likacheza na generation 1500 years. The whole generation. Kamama unafikiria tu Russia nekatumia. Unaona na niko kaheje takatire ginyanyama. Wewe ile spirit iko ndani yake itainua Kenya mzima, inawekelea pale juu na inahamisha Kenya. Spirit kama mtu nakatire nyama. Kama unafikiria Adam Eve alikuwa na nyama. Hivi mimi naonaga ni kama mama tule tu kutoka Nyeri, tule tumokode hivi. Tule tubaya. Kale kanaogeaga kama tabuleta. Watu wa Nyeri mimi mkono. Haleluya. Ushaikutana na mama wa Nyeri ule mkode, bure amepatiwa mdomo. Ule ako na talanta ya mdomo. Alafu asimame pale. Mimi nilikuwa na girlfriend mmoja hapa Mukuru kwa Jega. Alikuwa na uzaga changa. Wa! Sisi kumoja alinikamata life. Nikiwa kwa nyumba ya mwanamke mwingine. Venye alinifanya hapo, kijiji mzima ilijua mahali nilikuwa, maana nilitolewa. Nilitolewa na sikupatiwa nafasi ya kuvaa nguo. Bwana asifiwe sana. Tusimame tu kwa miguu yetu. I hope mmeunderstand kitu leo. Na hii siku naitenga tu kwa sababu ya mafundisho. Nikufundishe. Na ni vizuri ukikuja. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kusimama? Kama hawezi kusimama mwache tu. Na ni siku nzuri yako. Mjukuu unakuja, unasikiliza tu mafundisho, unaenda. Usikuje siku ya Wednesday because of touch. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikuje Wednesday because of touch. Kuja tu usikilize. Maana hilo neno ndilo touch yako. That word of God, it is the power that sets you free. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena wacheni kuamini, wacheni kuona pastor ndio Mungu. Hata unakuja kwa warogi kwa sababu unaona mimi ndio niko close na Mungu. No, hata mimi daire gehoya. Nimelala nikiomba, nikitafuta huyu Mungu. Sasa wewe umekuja unaniamini. Na labda mimi nimelala nikitetee, nikiambia Mungu nisamehe. Maana ile kitu nilifanya jana ni baya sana. Na hajanisikiliza labda. Kwa sababu kuna wakati mwingine Mungu anavuka masikio. Na wewe unakuja mimi bado napambana na dhambi zangu, umekuja hapa kwa nini? Ati nikusaidie. Na bado mimi na wewe tuko the same. Ni venye mimi unafikiria, ni venye mimi nashika microphone. Seek to understand the kingdom. Seek to understand the ways of God. Seek to understand the processes of God. If you are able to understand the processes of God, nobody can lie to you. Utwalete pesa shiga na magogona ini. Twaliema. Nyige muno, sigegura broti. Nura igwadiri. Ndo ngalikorwa. Tebese shene shiga na taiga kala mwaha. Taja kuandika.
Kwa Ezekieli watu walile shingana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nani alileta hii? Na nani? Judy. Jane. Mungu wa mbinguni akubariki. Dina mbere na kugemia kigogona kia Ngai. Ngai nogwe kugemia maisha maku. Hallelujah. Huyo sasa understand how to operate, how to do things. Kwa hivyo chukeni sadaka zenu, nataka kuziombea. Alafu nitawaombeeni hapa leo. Nitawaombea, nitakuwekelea mkono na uamini Mungu ametenda. Ama ulikuwa na neno lingine? Hapana. Ni venye umeniangalia ni kama unaniuliza huo tutirasha mane tutiraria. Kila mtu ako tayari? Wapatiange wakiingia kwa mlango na mpatie bahasha. Na unamwambia lazima iwekwe kitu. Na ukiweka kitu wacha kuweka mate yako hapo, wacha kufuga. Unaona hivi? Hii unaonanga hii glue iko hapa ni chemical. Sasa ukiiramba hivi hiyo chemical itabaki kwa ulimi wako. Alafu tena sasa uende nyumbani urabe huyo mtu yako. Sasa umempelekea chemical nyingine na hakuwa wapati ya hiyo. Iwache tu ikiwa wazi. Maana imekujwa imelala. Unaona kama hii sasa. Wewe weka iachilie tu, acha kuweka ulimi yako hapa. Ujui ni nini imeweka hapa. Ujui ni chemical gani iko hapo. Unakuja unapata uponyaji spiritual, unapona, unaenda kugojeka mwili. Bana hizo vitu ni mbili tofauti. Kwa sababu uliramba kitu ambao ujui ni nini. Wacha kuweka ulimi yako hapo. Wewe na Asha mnawaambia hivyo. Na mkiweza kupata zile bahasha hazina hiyo kitu mununue hizo. Kwa sababu hata mimi sipendi kulaba. Sasa na nyinyi ndio mnapenda kunani? Mama mwingine hapa ananiangalia vibaya na shida. Keke no kihujio, eno kihujio. Is still kihunjio. Si ndio? Yeah. Sasa unafanya kazi gani? Si tulisema mtu wa keyboard ndiye anaongoza hawa. Ama unataka kuongozwa? Tunapoimba wimbo huo, lete sadaka zako hapa mbele, nitazishika kwa mikono. Nikiona nimeishika kwa mikono, kile kilikulete hapa kimefaulu. Muwe na imani hiyo. Muwe na imani kama yule mama aliguza tu nguo ya Yesu na maisha yake kabadilika. Just bring it. Leheto. Mwajio moru no waitimo. Ngai yako igwe na akurathime. Kile gitumire uka guko, Ngai akwehererie. In Jesus name. Mungu akubariki. Radhimu, barikiwa. May God bless you. May God bless you. May God of heaven bless you. May you be blessed. Barikiwe. 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 God bless you. God bless you. God bless you. May 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 God bless you. Remain blessed. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God of heaven bless you. Receive the blessings. May God bless you. Amen. God bless you. Patia. Bash. Jina lako litukuzwe. God bless you.
pamoja. uje kwetu kama ilivyo mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa kwetu kama mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje kwetu kama ilivyo uko mbingu. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa kwetu kama ilivyo mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje kwetu kama ilivyo uko mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje kwetu kama ilivyo mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje kwetu kama ilivyo uko mbingu. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, penzi yako yatimizwe hapa kwetu kama mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje kwetu kama vile ilivyo mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje kwetu kama ilivyo mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Njooni hapa mbele nyote, kila mtu akuje hapa mbele. Litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe
litukuzwe Baba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa kwetu kama mbinguni Baba. Baba yetu Baba. wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje kwetu kama ilivyo mbinguni Baba. Baba yetu Baba. wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe Baba. Baba yetu Baba. wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje kwetu leo kama ilivyo uko mbinguni Baba. Baba yetu Baba. wa mbinguni, Baba. jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje kwetu kama ilivyo uko mbinguni Baba. Baba yetu Baba. wa mbinguni, Baba. jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimie hapa kwetu kama mbinguni Baba. Baba yetu Baba. wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje kwetu kama ilivyo uko mbinguni Baba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe Baba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa kwetu kama mbinguni Baba. Baba yetu Baba. wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimie hapa duniani kama mbinguni Baba. Baba yetu Baba. wa mbinguni, Baba. jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni Baba. Baba yetu Baba. wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba yetu wa mbinguni, Baba. jina lako litukuzwe. Baba yetu wa mbinguni,
kusifu, jua na mwezi za kutukuza, wanyama wa pori, ndege wa angani, sifa zote kwako yetu wa mbinguni. Tunaleta sifa kwako wewe, ulinganishi na yeyote duniani, mbingu na nchi za kusifu, jua na mwezi za kutukuza, wanyama wa pori, ndege wa angani, zako Bwana. Oh yeah, sifa zetu oh yeah, ni zako Bwana. Oh yeah, usifiwe oh yeah, milele Bwana. Oh yeah, sifa zetu oh yeah, ni zako zote oh yeah, usifiwe oh yeah, milele Bwana. Oh yeah, sifa zetu oh yeah, ni zako zote oh yeah, usifiwe oh yeah, milele Bwana. Tukiomba kwako Bwana, sikio lako li wazi kwetu, macho yako yatuona sisi watoto wako. Ulimtoa Yesu mwana wako wa pekee, aje kufa msalabani ili atuokoe. Oh yeah, sifa zetu oh yeah, ni zako Bwana. Oh yeah, usifiwe oh yeah, milele Bwana. Oh yeah, sifa zetu oh yeah, ni zako zote oh yeah, usifiwe oh yeah, milele Bwana. Tukiomba kwako Bwana, sikio lako ni wazi kwetu, macho yako yatuona sisi watoto wako. Ulimtoa Yesu mwana wako wa pekee, atufa msalabani oh yeah, sifa zetu oh yeah, ni zako Bwana. Oh yeah, usifiwe oh yeah, milele Bwana. Oh yeah, sifa zetu oh yeah, ni zako zote oh yeah, usifiwe oh yeah, milele Bwana. Oh yeah, sifa zetu oh yeah, ni zako zote oh yeah, usifiwe oh yeah, milele Bwana. Usifiwe Yahweh, usifiwe Bwana, usifiwe Bwana, usifiwe Yahweh, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, usifiwe Yahweh, usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, usifiwe
Yesu. Usifiwe Bwana. Abudiwe Yesu. Wabudiwe Bwana. Wabudiwe 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 Yesu. Wabudiwe Bwana. Kazi ya msalaba. Hakuna usiloweza, Yesu. 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 Jesus is mine, He's mine. Jesus is mine, He's mine. Jesus is mine, He's mine. Jesus is mine. Jesus is mine. He's mine forevermore. Jesus is mine. He's mine. He's mine forevermore. Jesus is mine. He's mine. He's mine forevermore. Jesus is mine. He's mine. He's mine
Savior, my Redeemer, forevermore. He's my Savior, my Redeemer, forevermore. Jesus is mine, He's mine, He's mine, forevermore. Jesus is mine, He's mine, He's mine, forevermore. Jesus is mine, He's mine, He's mine, forevermore. He's my Savior, He's my Savior, my Redeemer, forevermore. He's my Savior, He's my Savior, my Redeemer, forevermore. He's my Savior, He's my Savior, my Redeemer, forevermore. He's my Savior, He's my Savior, Redeemer, my Redeemer, forevermore. haufananishwi Na kitu kingine, 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 haufananishwi na kitu kingine. Mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi na kitu kingine, 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 haufananishwi na kitu kingine. wewe ni Mungu utasimama, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu
kitu kingine. Wewe ni Mungu mpasua bahari, hafananishwi na kitu kingine, hafananishwi na kitu kingine. Ewe ni Mungu tuliza mawimbi, hafananishwi na kitu kingine, hafananishwi Haufananishwi na kitu kingine. 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 Haufananishwi Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. 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 Nguvu za giza zimesimama kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza
you are not able to do? What were you not able to do? Uh-huh. What's your name? Margaret Ayola from America. Yes. I spoke to you last year. Yes. You're the one? Yes. Okay. Wow. You are healed. In Jesus' name. God has heard your cry. God has heard you. Every demonic power over your life is broken. Amen. They've been chasing you. They've been fighting you. They've tried to kill you. They will not be able to see you anymore. God has just done it. Say amen. Thank you. Thank you. God bless you. Who is that? Who is that? Your niece. You stay with her? Yes. Where? Kisumu. In Kisumu. Just got You- here this morning. You came this morning from the Kisumu. Kisumu Dala. Yes. When did you come from America? Me. May. Yes. Wow. God has seen it. He has blessed you. You're not going to die. I know you have reached a place that you think that you're going to die. You are not going to die. Your enemies will come to bury you. You will bury your enemies. You will bury them. They thought you were going to die very soon. You are not going to die. You will see them go. Yes. Yeah. Ebu fanya, do something. Yeah. Let's just take me down. Wow. Ayola. Nango. Ungewachi. Adi mabere. Adi mabere sansani. Amkeni mwende. Amkeni mmepona. Kama ni huyu amepona. Wow. Mmepona. Your problem is over. Yeah, your problem is over. Your problem is over. But I need to talk to you. Kuna kakitu. We need to talk. Sindio? Okay, come to my office. This girl you are seeing here, nilianza kuogama na yeye. Snakes used to bite you. 2020. Snakes used to follow you in America. You could not sleep. You could not walk. Today you are walking. That is God. Yes. What's the problem, my brother? What's the problem with you? Alcoholism. Yes. You are with your parent here? Uko peke yako? Who is your friend? The friend? The girlfriend? It's just a friend. Where do you come from? Bungoma. Which type of changa do you take? Gin. Na imekuweza kabisa. Unajua maini yako sasa iko nusu. Your liver is imekatika, imebaki kanusu. Unajua hivyo? Were you told that? Yeah. If you don't stop it, very soon they will beat you by. But God is a God of another chance. He will change if you change. Just believe in Him. Stop that what you're doing, and go visit the doctor. I could describe the right medicine za kuheal your liver. Nimeona Karo hapa, ako wapi? Who is a doctor here? A nurse or a doctor by profession? Wacha ile ya CNA. You're a nurse. Will you mgoi kwenda umepona, twende. Kibia. Twende vio. Yawa. Twende vio. Ama ting ting. Ndio hiyo. Sasa ingia kwa ofisi. Ingia hapa, kaa hapa. Kaa hapa. Ingia kwa ofisi. We, tuliza hiyo kitu. Tuliza hiyo kitu. Nao tuko kwa ofisi. Where is mgonjwa? Mgonjwa come. Go there for counseling. Start the job now, straight away. You are in the office. Cancel him. Are you happy? Niece, look at her. Are you happy? Very happy. She's okay. She's better.
Basi sasa aingie kwa ofisi. Tibu mgonjwa. Talk to him. Yes, thank you. Now I'm happy for you. Sema hallelujah. Who is the owner of this? Where do you want to go? Where unataka ende Canada ama unataka ende Qatar? Kuwait. Hajaitwa? Ulifanya kwa nani, watu gani? Wanaitwa nani? Kamau agencies. Okay. We shall follow up with the case. Utatuachia namba zao. We shall follow up the case. Yeah. Nike, shamba imefanya nini? Lakini sijaipata. Nikienda ndani naambiwa wananipeleka hivi. Ni wa nani wa? Na title ni gani? Nikiangalia kwa Ukienda Lands Kajiado, title iko? Yeah. Uko kwa clinic, uko kwa green card. Yeah. Kwenda ground ndio hakuna. Ground ndio wanasema. Ni Sholinge gani? Sholinge. Karibu na hapo shopping center. Ya Sholinge. Kule Rongai. Rongai. Pita Rongai kama on your way to Isinya. Si unaona Birika? Birika ya this side. It is katikati ya Tuara na Birika. Birika? Yes, Birika. Hapana. Unaona mahali kile na hii Sholinge. pipeline. Sholinge ndio mlimo wa pipeline. Yeah. Wana pipeline. Jira ya pipeline no ni giwe gutonya Sholinge thini ni getho di shopping center. Ni yale thukuru ya Orieli ya Waititu. Ndamiona. Kesi hishi cieho. Nende na cia igire hau. Cieho. Okay. Weka. Utafanya nini? Nitatafuta. Yeah. I think najua wenye walikuwa nafanya hiyo kazi. Tutaongea. Yeah, iko ni venye wanataka kukunyang'anya. Kuna mtu anakuchorea. Kuna mtu ulikataa na pesa yake. Alikuwa nimelipa kila kitu. Hakuna ule alikuwasilisha. Ni broker ama ni nani? Alikuwa anataka kakitu kadogo. Sikuwa na hivyo. Kwa sababu yule aliniuzia. Alikuwa ananunua yeye anakatakata halafu anauzia watu. Na wale mabroka hapo katikati. Sasa hapo ndio nilikujua sababu hata title nilichukua kwa mzee mwenyewe. Kwa mzee mwenyewe. Iko. Shamba yako iko. Asante. Hiyo isikutie wasiwasi iko. Sasa nani mwingine yako na tatizo? Mimi nafikiria nimemalizana na nyinyi. God has blessed you. Don't you think so? How many of you think that God has really touched you? Where is this lady? Yule wa mama. Ule wa mama. Kametoroka. Ule wako na mzee. Eba? Koka ba? Na ndoke na mzee? Mzee? Habari yako? Mama yako anaitwa nani? Alice Ndinda. Wewe Alice, najua hujakufa. Walikuficha na madawa ndio wakutoe sadaka. Wherever you are from Tanzania, anza kukuja. In Jesus' name. Your mother is still ako hai. Lakini ile mtu mulizika kwenu si mama yako. Si mama yako. Lakini watu wa familia ndio wanajua kile walifanya. Unawajua hawa watu? You know them. Ndio walijua hiyo kitu walifanya. Anawajua. Walikuwa wanasema tu life like hiyo time akiwa usi. Walikuwa wanasema ututumbuzi tutakula tu matanga. Ututumbuzi twenu tutakuliwa matanga. Mama yako wako Tanzania. Mahali kunaitwa Shinyanga. Walimchukua. Hata ajielewi kule yako. Lakini anafanyishwa kazi ngumu sana.
atakuja. Atarudi. Yes. Yes, atarudi. Atarudi. Msikuwe na wasiwasi. Nendeni mtulie, atakuja. Na wao ile kitu walikuwa wamempangia itarudi pande ya kwao. Okay? Thank you. Simuliona ule mzee mwingine alizika bibi. Ule wana huko Kuria. Lakini Mkikuyu alizika bibi na kazika watoto. Lakini hakuzika. Sasa walienda, alikuja hapa akaanza kunipatia story, nikamwambia bibi yako ako hai. Akaniambia mtoto wangu, hata nikamwambia mtoto wako ako hai. Kukakaa kidogo mtoto akampigia simu akamwambia, "Daddy, nitumie fare niko Sinyaga." Akamuuliza, "Ulienda aje huko?" "Mimi sijui. Mimi nimejikuta saa hii pale alipochukuliwa ndio anakumbuka." Na siku ya kuchukuliwa ndio anaona ni kama 2 hours ago. Na alikuwa ameenda 5 years. Lakini kuzika wako na kaburi ngapi? Walikuwa na kaburi 2 kwa compound, ya mama na ya mtoto. Mtoto akapiga simu. Tukamuitisha na tukaitisha mama yake. Wote walirudi. Tukaenda huko kuchibua tujue ni nini kilizikwa. Walikuta kimuti. Gedhuke. Lakini siku ya mazishi hata walipita hivi kuangalia jeneza, wanaona wakaona wakilete hawa watu wakichukua mtu siku ya ile wakuzika wanamuletage hapo, lakini hamwezi kumuona. Ndio hiyo kitu iingiane. Lakini kile mtu kile kitu mtasika mawe, mchanga ama miti. Mnarushiwa kuchanganyikiwa. Sasa wanachukuliwa wanapelekwa huko kwa kina Magufuli. Hiyo tribe ya Magufuli huko na huko Shinyanga ndio wanafanyaga hiyo maneno. Bwana asifiwe sana. So your mother is alive and kicking, na utamuona. Usikuje kuniambia ati kesho hajafika, uende tu ugoje. Atakuja. Si unaona huyo mama alikuwa nafaa kukufa kama 1 year ago. Ule. Sasa angalia, si amepona. Hebu simama tena. Stand up. Nyinyi wale simameni nyinyi wawili. Mama simama. Mama wamemkosesha paka nguvu. Simama na usisaidiwe na mtu. Daddy, huyu maini yake iko nusu. Pisi moja amekunia. Iliaguka kwa sababu ya shanga. Anakulaga pombe, anawekelea hapa. Ni kweli? Sasa unasikia uchungu. Leo hujaisikia. Wacha nipatie ni maji nimupatie dawa ya quick medicine. Aanze healing. Niingie huko kwa nani yangu nichukue maji jafunguliwa. Yes. Hapa kuna kuwaga na healing. Si ndio? Yeah. Na muende sasa, muende nyumbani. Sitaki kuona mtu leo. Nataka kuenda kuomba kwa sababu ya crusade ya Eldoret. Mnasikia ninaenda kuvuja madhabahu ambao dunia hii haijawahi kuvujwa. Kwa hivyo lazima nijitayarishe. Usikuje kunipatia sarakasi hapa ndio niondoe huko. Mnanielewa? Muende wapi? Sade tukutane hapa. Sade nitachukuliwa na chopa hapa inipeleke paka huko. Na watu wangapi wanaweza penda kuingia kwa chopa nibebe? Tukimaliza service nitaingia kwa chopa mpaka Eldoret. Sasa tukipanda huko juu uone imefanya hivi uanze kupiga duru. Jama. Bwana Yesu asifiwe sana. Leta huyu mseto mupatie. Imefunguliwa? And now may the grace Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship and now
Now may the grace. Nitie huyo msichana.